Bwana, hivi ushawahi kusikia mtu ambaye aliitwa Yesu Mweusi, kiasi kwamba mwaka 1962 Papa Yohana wa 23 akaamua kumtuma mjumbe kuja Afrika kukutana na mtu huyu ambaye alidaiwa kwamba alifufuka kutoka wafu, alifanyiwa majaribio kadhaa ya kuuawa na ikashindikana. Alikutana naye na wakazungumza. Ingawa wengi hawapendi kueleza habari za Waafrika ambao wamefanya mambo makubwa na wamenyoosha, leo nimefungua seva bila VPN na kukutana na kitabu cha A Prophetic Trajectory cha Ruy Blaynes kilichoongelea maisha ya Simeo Toko, Mwafrika ambaye miujiza aliyoifanya ilisababisha watu wamuite Yesu Mweusi. Jamaa alikuwa ni noma. Simeo Toko alizaliwa mwaka 1918 kijiji cha Ntaia huko Makela Dozombo, na akapewa jina la Mayamona, yani yule aliyeona, ni Kikongo hicho, na baadaye ndipo akabatizwa katika kanisa la Kibaptisti, akapewa jina la Simeo Toko. Ruy Blaynes katika kitabu chake kingine kiitwacho Ethnography of Memory and Historicity in an Angolan Prophetic Movement ameeleza kuwa usiku wa Aprili 17 mwaka 1965, ni kipindi ambacho of course timu ya Yanga ndio ilikuwa imetoka kuanzishwa rasmi. Toko bwana usiku huo alikosa usingizi, akaamua atoke nje apunge upepo. Basi alivyokuwa kule nje, ghafla akaona kwenye kichaka hivi kuna kama kiumbe ambaye anang'aa kweli kweli. Toko ikabidi ashtuke, nani tena huyu? Yule kiumbe akamsogelea na akamwambia, nimekuwekea kitu ndani yako na una kazi kubwa ya kufanya, nenda kaikamilisha. Afu baada ya hapo akapotea. Toko akajua kabisa kwamba amepewa ujumbe kutoka kwa Mungu kwamba kuna mission maalum imeandaliwa kwa ajili yake. Sasa ile hasira ya kutawaliwa na wakoloni, kwa sababu kumbuka Wareno wenyewe walikuwa Angola, afu Wabelgiji walikuwa Kongo, Toko akaamua kuanzisha huduma ya kiinjilisti iliyojulikana kama Tokoism, ambayo ilichanganya mafundisho ya Kikristo na tamaduni za Kiafrika na semina zilizopinga ukandamizaji wa kikoloni. Kwa hiyo Toko akawa anatandika injili kweli kweli. Safari ilikuwa ni Kongo, Angola, anakwenda Kongo, anarudi Angola, akapata maelfu ya wafuasi. Sasa hilo jambo likawa kikwazo sana kwa wakoloni, hawakumpenda. Kwa mfano tu mwaka 1949 Toko na wafuasi wake walikuwa Kongo, walikamatwa na Wabelgiji, wakarudishwa Angola, ambako Wareno sasa wakaenda kumfunga Toko na wafuasi wake katika kambi ya Ponta Albina karibu na kijiji cha Tombwa. Bwana, walifanyishwa kazi ngumu, walitumikishwa sana kwenye mashamba ya kahawa. Ilikuwa ni balaa. Sasa wakati huo Ureno ilikuwa inaongozwa na waziri mkuu dikteta aliyeitwa Antonio de Oliveira Salazar. Salazar bana, kwa sababu of course alikuwa anapata taarifa kutoka kwenye makoloni yake, alipata taarifa kwamba bwana, kuna huyu nabii tumemweka kifungoni mara kadhaa, lakini ndo kwanza kanisa lake linazidi kukua, waumini wake wanazidi kuimarika, anafanya miujiza huko gerezani, huyu mtu tumfanyaje? Salazar akatoa amri Toko atolewe Angola, apelekwe Lisbon, Ureno. Of course alifika kule na wakazungumza. Wewe ndo yule nabii Basi baada ya mazungumzo Toko akapandishwa ndege kuelekea kwenye visiwa vya Azores katikati mwa bahari ya Atlantic. Lengo kuu ilikuwa ni kwamba wakifika kule angani juu kabisa kule kwenye cruising altitude, wamrushe nje jamaa anguke afe. Sasa wakiwa kule juu angani wanataka kutekeleza agizo lao, Simeo akawa anaangalia watu vipi, mbona kama wana nia njema na mimi? Of course najua wanaenda kunipeleka kifungoni, lakini what is going on? Ndege bwana ikaanza kupunguza mwendo taratibu, na inavyoelezwa ni kwamba ndege ilikuja ikasimama. Sasa tunajua kabisa kwamba kisayansi ni changamoto. Kitendo cha ndege kusimama ghafla, kuna kitu kinatokea kinaitwa stalling. Pua juu, mkia chini, hiyo ndege lazima ishuke. Basi ikabidi waulizane pale na nini na kuaje. Akasema kama mnataka kutekeleza mlichokipanga, tunaanguka wote. Ikabidi wale marubani pamoja na wale maafisa wa Kireno waseme basi tumekoma. Hali ikatulia, na mwisho wa siku ndege ikaenda kutua kwenye visiwa hivyo vya Azores, na Toko akawekwa chini ya ulinzi na akakaa kisiwani huko
kwa miaka 11. Sasa kisa kingine ambacho Michael Massa amekigusia kwenye kitabu chake cha The Phenomenal African Prophet, alisema kwamba Toko aliumwa kidogo na daktari akasema bwana, huyu mtu tumfanyie operation. Of course alikuwa na kipele tu kwenye kifua, lakini lengo lilikuwa ni kwamba wamuue. Na kwenye vitabu vingine wameeleza kwamba operation hiyo ilivyokuwa inafanyika alitolewa mbavu. Of course mtu ana kipele kifuani akaenda kutolewa mbavu, na kwa kuwa lengo lao lilikuwa ni kumwangamiza, wakautoa na moyo wake. Hasa wakati wanafanya operation pale, Toko alikuwa amepigwa nusu kaputi, akafungua mdomo na akasema mnaupeleka wapi moyo wangu? Wote wakashtuka. Mambo ya imani hayo. Basi mwaka 1974 Ureno ilikuja na sera mpya. Wafungwa wa kisiasa akiwemo Simeon Toko wakaachiwa huru, na mwishoni mwa mwaka huo of course alikuja akarudi Angola na akaendelea na misheni yake. Toko alikuwa anaweza kusali na kufanya miujiza mbele za watu wanaponywa, na hata alipokufa siku ya mkesha wa kuingia mwaka mpya wa mwaka 1984, wapo walioshuhudia kuwa alikuwa anaendelea kuwatokea baadhi ya watu na kuwapa habari mbalimbali. Ni kweli alisimamisha ndege angani? Ni kweli aliongea baada ya moyo wake kutolewa mwilini mwake? Yote 9, lakini 10, maisha ya Simeon Toko yanabaki kama ushuhuda wa mafumbo ambayo yanapita ufahamu wa kawaida. Hayo ni mambo ya kiimani. Basi faili linalofuata tutaangazia chimbuko la sikukuu ya Krismasi. Hii ndio Seva. Aquela canção não sou eu, porque eles adoram outro Simão na terra deles.